Msanii wa Bongo Flava Numziwanda, siku kadhaa tuliona katika mitandao ya kijamii akiwa na afya iliyodhoofu sana, lakini watu wengi waliweza kukomenti na kusema kwamba anatumia madawa kulevya, lakini yeye mwenyewe alikataa. Akasema ni mapito tu ya maisha ambayo anayopitia na hali ngumu katika kari yake ya muziki. Sasa kutokea hapo sasa kumekuwa na mambo mengi, lakini alirudi akasema aliyekuwa mpenzi wake wa zamani Shilole Shishifuri kwamba ndio ana block kwenye dili nyingi anazozipata. Kwa hiyo wale watu wakimpigia simu ambao wako karibu na Shilole wanamwambia kwamba Shilole anajaribu kublock zile deal. Lakini siku ya leo Numziwanda kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza ku-screenshot baadhi ya DM ambazo aliwa-DM wasanii wakubwa kwa ajili ya kuomba collabo. Na hii DM ilikuwa ni kuanzia mwaka 2022, ambao katika mwaka 2022 alianza kumdm J Melody na kumwandikia kwamba kulingana na screenshot yake aliweka katika ukurasa wake wa Instagram. Ameionyesha pale, ambayo ukiona hapo ni Septemba 2022, akimwambia Melody, J Melody kwamba mambo vipi mdogo wangu, naomba unibless unyama wako kwenye wimbo wangu please, kunjua na kuomba sana sana sana. Hii ni DM ambayo alimdm J Melody mwaka 2022 ikiwa ni Septemba 1. Lakini baada ya hapo ikiwa ni Mei 6 mwaka 2023, Numziwanda hakuishia hapo, aliweza kumdm tena Rayvanny na akamwambia Rayvanny kwamba Van, ni aje mwanangu, naomba tufanye kitu ndugu, nirudi sehemu nikunjulie damu yangu. Kwa hiyo baada ya kumwandikia hivyo, inaelekea kwenye muda huo Numziwanda alifanya audio call, lakini audio call hiyo inaonekana ilikatwa, yani imeandikwa ni audio call ended, maana yake kwamba alipiga alafu ikakatwa, lakini akajaribu kupiga tena lakini haikupokelewa. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2023 wakati anajaribu kuomba collab kwa Rayvanny Chui. Lakini haikuishia hapo. Aprili 7 mwaka huu hapa wa 2025 aliweza tena kurudi kwa Diamond Platinum na kuweza kumuomba tena collabo. Na katika DM ambayo alimtumia Diamond ameandika hivi, aliandika Lion. Hiyo ilikuwa ni Aprili 7. Akamwambia Lion, nipo kwenye wakati mgumu, please save me Lion. Lakini Diamond inaelekea hakujibu ule ujumbe. Lakini Juni tarehe 5 ikiwa ni majira ya saa 5:11 alirudi tena kumdm Simba Diamond na kumwambia kwamba big up, uko poa na familia, please naomba meeting, it's me Nuhu. Hiyo ilikuwa ni message ambayo alimwandikia Diamond, lakini akamuongezea tena na message nyingine akamwambia kwamba naomba nguvu yako big, nipatie riziki na kuomba sana. Lakini pia Diamond hakujibu, hiyo DM ilikuwa iko silent. Akaandika tena nyingine akamwambia kwamba naomba hata tuonane please, alafu ya mwisho akamalizia na haha. Hiyo ilikuwa ni Juni 5. Sasa baada ya kudm zote hizo na kuona kwamba hazijibiwi, siku ya leo Numziwanda ameweza kuziscreenshot alafu akaziweka katika ukurasa wake wa Instagram na kuonesha namna alivyo DM wasanii hao kuanzia mwaka 2022 mpaka sasa hivi, lakini juhudi zake hazikuzaa matunda. Sasa katika katika kuziweka katika ukurasa wake wa Instagram, sasa watu wengi wamekuwa na maoni tofauti sana. Na katika watu waliokuwa na maoni ambao walikuja kucomment kwenye zile screenshot zake ni msanii Chino Kid 7 ama Chino Mana 1. Baada ya kuzipitia zile, Chino amemwambia njoo studio kaka mkubwa, acha kuwapa watu faida kakaangu. Sasa baada ya kuandika hivyo, Numziwanda yeye mwenyewe amekuja akajibu alichokisema Chino Mana 1, na Numziwanda akasema kwamba bless farm mapema kesho na kuja ofisini. Akaandika tena akajibu tena nyingine akamwambia kubwa sana hii kwangu. Kwa hiyo inaelekea baada ya Chino kujibu kujibu alichokiposti kwenye page yake, Numziwanda ameelekea kwamba amefurahi sana kutokana na alichokijibu Chino. Kwa hiyo anategemea kwenda ofisini kwa ajili ya kufanya collab. Lakini haikuishia hapo. Master tofauti wameweza kucomment
katika hicho alichokiposti, na mmoja wapo aliye comment ni Kerima Story ambaye tunamfahamu ni blogger mzuri sana. Amecomment akasema alafu akaweka emoji fulani hivi vya love mikono juu, alafu akaweka ka emoji kafaya na kama kale ka emoji kakuonesha mikono ya kukubali. Kingine akaweka ka emoji kama kanatoa machozi hivi, lakini cha mwisho kabisa akamalizia na ka emoji ambacho kama kanacheka. Huyo alikuwa ni Kerima Story. Lakini pia wengine waliojitokeza katika comment katika alichokiposti wengine wamemponda, lakini wengine wameona kwamba alichokifanya ni sahihi. Kwa mfano amekuja, kuna jamaa anaitwa Eric Boniface akiwa anamtaji Chino Kid 7, akamwambia ubarikiwe sana Chino. Manake huyu anaelekea ameona kwamba alichokifanya Chino ni kitu cha maana sana. Lakini pia akaja jamaa mwingine anaitwa Shafi_TZ akamwambia Chino, anko hauna baya, maliza jambo. Kwa hiyo wengi naelekea wamekubaliana na alichokifanya. Anachokifanya Mziwanda kiko sahihi kutengeneza brand yake kurudi alikokuwa awali ama kinamharibia? Unaweza kaweka comment zako hapo chini na sisi tutakuja nayo kuweza kuangalia kwamba anachokifanya ni anainua brandi ama anashusha brandi.